usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Oh, Mungu anaona yote, tena anajua yote. Baba, usilie, usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Mungu anaona yote unayopitia, tena anajua yote unayopitia. Usilie baba, usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Mungu anaona yote, tena anajua yote. Oh, usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Baba anaona yote, tena anajua yote. Usilie, usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Atafanya njia ya kutokea. Usilie, usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Baba anaona yote. Baba tena anajua yote. Usilie, sikate tamaa, atafanya njia. Usilie baba, usikate tamaa, atafanya njia baba ya kutokea. Mungu anaona yote unayopitia, tena anajua yote
unayopitia. Usilie ndugu, usikate tamaa, atafanya njia ya kutokea. Mungu anaona yote, tena anajua. Baba, usilie, Baba, usikate tamaa, atafanya njia. Nisikie, sikia kilio changu, nalia. Nisikie, sikia maombi yangu, nalia. Nisikie Baba, Baba. Sikia kilio, nalia. Nisikie, sikia maombi, nalia. Nisikie, sikia kilio, nalia. Hallelujah. Sikia, hallelujah. Labda upate ukitokea kazini, uko kwa gari, unangoja kwenda nyumbani, tunakukaribisha hapa. Kwa muda mfupi ujao tunaenda kumpokea Yesu. Kama ungependa kujiunga na ibada hii ya siku ya leo, tunakukaribisha. Labda wewe ni mama mdogo uko kwenye kibanda, tunakukaribisha siku ya leo upokee muujiza wako mkuu ambao ni kumpokea Yesu wa Nazareti. Labda unatupata ukingoja gari lije siku ya leo, tunakuomba karibia tuweze kumwabudu Mungu, tuweze kumpokea Mwokozi wa ulimwengu, Bwana Yesu Kristo. Precious people, today we have come in the heart of the city of Nakuru, and we have come
to present you the Savior of the world. Na tumekuja kuwakilishia Mwokozi. And precious people, Watu wa dhamana, just to let you know kuwafahamisha tu that for a long time, ya kwamba kwa muda mrefu the world has been seeking for help. Bwana amekuwa akitafuta msaada. Families have been seeking for help. Familia zimekuwa zikitafuta msaada. Nations have been seeking for Savior. Mataifa yanatafuta Mwokozi. They've been electing kings after kings, thinking they will bring solution and salvation. Wanachagua kiongozi baada ya kiongozi, wakitafuta kwamba watapata ukombozi. But time and time again, Lakini wakati na wakati they have been getting it wrong. wamekuwa hawaipati. They say, let us try a Democrat person. Wanasema kwamba wacha tujaribu mwingine, And they get it wrong. na wanaikosa. They say, let us try a conservative. Wacha tumtazame asili. They get it wrong. Wanaikosa. They say, let us try our tribesman. Wanasema wacha tutafute. They get it wrong. Wanaikosa. They say, let me try my father. Wanasema wacha nijaribu. Let me try my uncle. Wacha nijaribu mjomba But wangu. to no avail. Lakini But haija. let me tell you, Wacha niwaambie, 2,000 years ago, miaka 2000 there was a man who walked among us. kulikuwa na mtu He aliyetembea. was Jesus, the Son of God. Alikuwa ni Yesu. And I want to tell you today, Nataka nikwambie and to confirm to you today, kukufahamisha that when he was tested, ya kwamba alipojaribiwa he became victorious. akashinda, And those who received him, na waliompokea they became sons and daughters of God. wakafanyika wana na And mabinti. as a testament that he is the only Savior. Na huo ni ushuhuda ya kwamba ni mkombozi. And as a testament that he was the only Savior. Na kushuhuda ya kwamba ni yeye Mwokozi. When he met with blind Bartimaeus, Alipokutana na Bartimayo, he started seeing. akaanza. When he met with a woman who was bleeding for 12 years, Alipopatana na mama aliyevunja damu, she stopped bleeding. damu ikakoma. When he met with the man at the well, Alipokutana na yule mzee kisimani who had stayed there for 38 whooping years, aliyekaa pale miaka 30, when he encountered with the Savior, alipokutana na when he encountered with the man Jesus, alipokutana na his salvation came wokovu wake and he was healed. na akapona. So precious people, Watu wa zamani, I want us to go back to the Lord. nataka tumrudie, But just allow me read a scripture lakini niruhusu nisome, and then take it, and then now welcome everybody kisha nitakaribisha kila mtu who wants to receive the Lord. ambaye angependa The kumpokea. Bible says in the book of Matthew chapter number 8 verse number 1, Tusome katika kitabu cha Mathayo 8 mstari wa kwanza. when he came down to the mountainside, Alipokuja katika mlima, a large crowd followed him. umati mkubwa ukamfuata. Verse 2 says, Mstari wa pili a na man with leprosy came mtu aliyekuwa na ukoma and knelt before him and said, akapiga magoti mbele zake, Lord, if you are willing, Bwana, kama una hiari, you can make me clean. unaweza nifanya niwe And then verse safi. 3, Na mstari wa tatu. which is my point of emphasis, Hapo ndipo ninasisitiza. Bible says Jesus reached out his hand and Biblia inasema Yesu akainua mkono wake touched the man. na akaguza huyo, I am willing, nina hiari, be clean. kuwa sawa. Immediately he was cured Hapo hapo akaweza kupona of his leprosy. kutokana na ukoma wa Blessed people, watu wa dhambi. Jesus is willing. Yesu ana hiari. If you are willing, Jesus is willing. Kama una hiari, Yesu. So if you are there and you want to receive the Lord Kwa hivyo kama ungependa kumpokea and receive the greatest miracle of your life, na kupokea muujiza mkuu zaidi maishani, I want you to repeat this prayer after me. nataka urudie ombi hili. And then in a short while we are going to go back to the powerful worship of the Lord. Muda mfupi tutarudi katika ibada kuu ya Bwana. So sema, Bwana Yesu mkuu, Bwana Yesu, siku ya leo nimetambua mimi ni mwenye dhambi. siku ya leo nimetambua mimi ni Tafadhali Yesu nisamehe dhambi zangu zote tafadhali Yesu nisamehe dhambi zangu na uniandike kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo wa Mungu. na uniandike katika kitabu cha uzima cha mwana. Kuanzia leo nitenge kabisa na dhambi Kuanzia leo nitenge kabisa na unitumie Roho wako Mtakatifu aniongoze kwa safari hii ya wokovu. na unitumie Roho wako Mtakatifu aniongoze kwa safari ya wokovu.
na aweze kuniandaa kwa kuja kutakatifu kwa Masia. Na aweze kuniandaa kwa kuja kutakatifu. Kuanzia leo ninatangaza ya kwamba nimeokoka. Kuanzia leo ninatangaza ya kwamba na kwamba Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. kwamba Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. So precious people, if you said that prayer, Kwa hivyo watu wa dhamana, kama umerudia Jesus is willing, Yesu anahia and he will make you na atakufanya a son and daughter kuwa mwana na in the binti kingdom. Thank you, my brother. katika ufalme. Let us go back to the worship. Wacha turudi katika ibada. Amen. Amina. Utukufu na sifa twakupa Bwana, heshima na sifa.
heshima Baba, pamoja na sifa zetu.
vinakuabudu Bwana Mesia.
Yesu pendeza
sio Baba, leo kama sio Baba, kama sio wewe, umejawa na rehema, umejawa na rehema, neema tele. umejawa na rehema. Hata tunapofikia tamati, Yesu amejawa na rehema na huruma. Tunapotamatisha, unapoenda nyumbani, Yesu amejawa na rehema. Yesu amejawa na huruma. Haijalishi umeteseka miaka ngapi, haijalishi madaktari walisema nini, lakini Yesu amejawa na huruma na rehema. Amejawa na rehema sana. Now, blessed people, Yesu amejawa na huruma. Unapoelekea Barnabas Pipeline, Mwareki huko chini, Yesu anawapenda sana katika jina la Yesu. Thank you. Now, umejawa Thank you. Blessed people, we now take this humble opportunity. Indeed, the Bible says that Jesus Christ, the Son of the living God, he says he died and came back to life for my sake and your sake. So, blessed people, as you now begin your journey heading back home, we want to invite all of you to the kingdom of God. Jesus loves you so much. That is why we have sing that song. He says that God is full of mercy. He is full of compassion. It doesn't matter for how long you have suffered. It doesn't matter the report that the doctors gave you. But my Bible and your Bible says that which is impossible to mankind is possible to our God. So, blessed people, it doesn't matter for how long. Jesus says, come to me, all of you are weary and burdened. And he promised that he will give you rest. Doesn't matter for how long you have suffered without a baby. And now you're a barren woman for 12 years. But he says he is full of mercy, full of compassion. It is simple for
you Ni rahisi kwako just to make a step of faith kufanya hatua ya imani and come here na uje hapo that we may receive Jesus together ili tukampokea Yesu pamoja in the mighty name of Jesus. kwa jina kuu la Yesu. So if you're there Ikiwa uko pale and you're not born again, na hujaokoka, I want to lead you to Jesus, nataka kukuelekeza kwa Yesu, our Lord and blessed Savior. Bwana wetu na Mwokozi wetu mbarikiwa. He says, Anasema He is faithful. yeye ni mwaminifu. He says, Anasema He is merciful yeye amejaa rehema to forgive your sins. kusamehe dhambi zako. Are you willing? Je, uko na hiari? Because Jesus is willing. Kwa sababu Yesu ana hiari. My question to you is, Swali langu kwako ni, are you willing je, una hiari to give Him your heart? kumpatia moyo wako? Then if you're willing, Ikiwa una hiari, just come we pray together fanya hatua na uje hapa tuombe in pamoja. the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Wherever you are, lift up your hands Popote mlipoinua mkono wako and surrender to Jesus ujisalimishe kwa Yesu. as we give Him our lives. Tunapompatia maisha yetu, Tuseme Bwana Yesu mkuu. Kwa sauti, Bwana Yesu mkuu. Jioni ya leo ninatubu dhambi zangu zote ambazo nimetenda kwa kujua na kwa kutojua. Bwana Yesu, tafadhali nisamehe. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Siku ya leo nijaze na Roho wako Mtakatifu, anisaidie niishi maisha matakatifu, nitenge na dhambi, nitenge na ulevi, nitenge na uovu, nitenge na usherati, ili nione uzima wa milele. Jioni ya leo ninakupa moyo wangu. Tafadhali nipokee Yesu. Nisaidie kama kijana, nisaidie kama mzee, nisaidie kama mama kukupendeza katika jina la Yesu. Jioni ya leo ninafanya uamuzi, ninamkataa shetani, nami ninavuka kutoka mauti hadi kwa uzima wa milele. Bwana Yesu, ninakupokea leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ya kale yamekwisha, sasa ni mapya. Katika jina la Yesu nimeokoka na kuachana na dhambi. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Hata wakati tumempokea Yesu, wacha tuishi maisha matakatifu, tumpendeze Mungu, tutembee kwa utakatifu. Vijana wenzangu, tafadhali, huu ni wakati sasa wa kujiandaa. Usi wakati wa kuvuta bangi ama kuvuta gama, hapana. Ni wakati wa kulenga mbinguni sasa. Tuamini na tuombe. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu. Lord, once again we humble before your holy presence. Bwana, mara tena tunajinyenyekeza chini ya uwepo wako. Thank you, Jehovah, Asante Jehova for the worship extravaganza here. kwa ajili ya ibada ya mfululizo hii. Lord, we have worshipped your name, Bwana, tumeabudu jina lako and all the glory na utukufu wote and all the honor na heshima zote be unto your name, Jesus. iwe kwa jina lako Yesu. Now, Lord, as we come to the end of this service, Sasa Bwana, tunapofika tamati mwa ibada, Father, we ask
thank you Baba tunakuuliza that you may bless each and every person in this place kwamba bariki kila mmoja mahali hapa as they go back to their places. wanapoelekea mahali pao. Some of them have come to work here in town Baadhi yao wamekuja mahali hapa katika jiji kufanya kazi, kufanya kazi and some are going back home. na wengine wanaelekea nyumbani. Mighty Father, Baba mkuu, may you go with them hebu ukaenende na wao and cover them with your blood, na uwafunike kwa damu yako, the blood of Jesus. damu ya Yesu. Cover all the vehicles Funika magari yote with the blood of Jesus, damu ya Yesu. all the motorcycles Funika pikipiki and all the bicycles baisikeli zote with your precious blood of Jesus. damu yako ya thamani ya Yesu. Father, we thank you. Baba tunakushukuru, Receive all the honor pokea heshima zote and all the glory na utukufu wote in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. We thank you and Tunakushukuru we honor you. na tunakuheshimu. Bless all the businessmen in this place Bariki wafanya biashara wote mahali hapa in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Those who are jobless, Ambao hawana kazi give them job. wapatie kazi. Those who are seeking for job opportunity, Ambao wanatafuta nafasi za kazi, please open door for them, tafadhali fungua milango kwa ajili that yao. when we will come back here next Friday Kwamba tutakapokuja juma lijalo mahali to hapa, exalt your name, tulikuza jina lako. Father, we will honor you Baba in tutakuheshimu the mighty name of Jesus. kwa jina kuu la Yesu. We thank you Tunakushukuru and we honor you na tunakuheshimu in the most glorious name of Jesus. kwa jina takatifu la utukufu wa Yesu. We pray, trusting and believe. Tunaomba tukiamini. And everybody say amen. Kila mmoja aseme amina. Amen. Amina. And amen. Na amina. This is the ministry of repentance and holiness. Ni huduma ya toba na utakatifu. The ministry Huduma that is led by the mightiest prophets of the Lord. ambayo inaongozwa na nabii mkuu sana wa Mungu, The ones that came to prepare the church ambao walikuja kuliandaa kanisa for the glorious coming of the kwa Messiah. ajili ya kurudi kwa utukufu kwa Masia. So even as you go back to your respective places, Hivyo mnaporejea mahali penu pa kawaida, remember righteousness kumbukeni utakatifu and holiness. na uhaki. Otherwise, the Lord bless you. Hata hivyo Bwana wabariki. We welcome you on Sunday. Tunawakaribisheni Jumapili. Our church is located at Showground, Madhabahu yetu yako pale Showground, and maybe you are there. na ikiwa uko pale, I want to give you the number of the senior pastor, nataka kukupatia nambari ya mchungaji mkuu, the number which you can call nambari ambayo waweza kupiga for more direction. kwa kuelekezwa zaidi. You can take this number Waweza chukua nambari hii 0790 0790 95 95 80 80 23. Once again, Mara tena you can call this number waweza piga nambari hii and I will direct you very well na utaelekezwa vyema kabisa to the house of the Lord. kwa nyumba ya Bwana. My number is 0790 Nambari yake ni 0790 90 95 95 80 80 23. 23. Thank you. Asante. The Lord bless you. Bwana wabariki.